Umeona Bitcoin ilivyo crash? Nani kasababisha vijana wapoteze hela? Kwani mimi? Nyinyi ndio ma-influence ambao mnawa influence watu wa trade alafu mwisho wa siku wanapoteza hela. Una jukumu kubwa sana kulipa pesa za Watanzania vijana walizopoteza. Ngoja kwanza, yani unakuja juu sana. Ngoja nijieleze. Sijawahi kushauri mtu yote ya trade Bitcoin. Mimi ni mwekezaji. Ngoja kwanza. Unaposema una invest, invest. Maana nini invest? Anakuelewa nani kama una invest? Anakuelewa nani? Kuwekeza. Shida kubwa sana kwenye Bitcoin. Na watu 99% wanapoteza hela zao kwa sababu wanataka hela haraka, wanataka kutajirika haraka. Nimewekeza hela zangu, yani ina maana kwamba Bitcoin ikipanda ikishuka bado nina asset ile ile. Tatizo, yani mtu anaingia kwenye platform anapewa mikopo. Ukipewa mikopo inabidi uweke kama kamari kujua kama inaenda juu, inaenda chini. Hii inaitwa trading. Na tatizo ukikosea wananyang'anya ile hela, inanyang'anya mkopo pamoja na asset yako. Trading ni kitu ambacho watu wanaweza kuelewa wakisomea. Lakini nani amesomea? Mimi sijasomea, wewe hujasomea. Watu wanauliza eti nataka kujifunza kuchezea Bitcoin. Mimi nasema mimi sijawahi kuchezea Bitcoin. Nimewekeza kama asset. Ni kama hivi. Mtu mmoja ananunua shamba. Anawekeza, ile shamba inaongezeka thamani kila mwaka, ile ardhi inaongezeka. Lakini mtu mwingine anachukua shamba, anaenda benki anakopea ile shamba ili apate mbegu, sawa, apate yani mbolea, apate pembejeo, sawa. Lakini amechukua mkopo mwingi sana kiasi kwamba baada ya wiki mbili benki inakuja kudai hela. Anasema bwana, bado sijapata mazao bado. Lakini kwa nini wewe umekopa? Tatizo kubwa sana kwenye Bitcoin ni watu wanachukua mikopo. Na uzuri wangu mimi sio mtu wa mikopo, sijawahi kuchukua mikopo, sipendi mikopo. Kwa mimi ushauri wangu na usema, ukitaka Bitcoin ingia taratibu. Kuna tatizo gani ya 10% kwa mwaka? Shida ni kwamba wanaokufuata wewe wengi ni vijana na vijana wa Tanzania wanajua hawana hela. Mimi nilivyokuwa kijana nilikuwa sina hela, sijawahi kurithi hela, nilipambana kwenye biashara miaka 20 nikapata hela nika-invest. Kwa hiyo kama mtu hana hela za kutosha kukubali afanye kazi aingize hela. Kwa hiyo wewe ulivyokuwa kijana una hela, ulikuwa una akili ukafanya biashara. Nifanye biashara. Leo wenzako vijana unawaambia wa invest. Umeona anavyopotosha?